CCM oye! Ndagoni oye! Kilwa Road oye! Mheshimiwa, wananchi wa kijiji cha Chunguruma, kitongoji hiki cha Tumbuju ambacho kina sehemu mbili, Tumbuju na Kilwa Road. Kwa majina naitwa Alifa Abramani Jongo, ni mgombea udiwani kupitia tiketi ya CCM kata hii ya Ndagoni. Na mengi ya kuambia, lakini nitawaambia machache leo. Ipo siku tutakutana, tutaongea mengi zaidi. Kubwa kilichonileta leo kwenu Kilwa Road, jamaa zangu, ndugu zangu, vijana wenzangu, lakini mama zangu, kuja kwenu kuomba ridhaa ikifika tarehe 29 Mungu akipenda, kwenda kumchagua mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndicho kilichonileta leo. Lakini cha pili kimenileta kuja kumwombea kura Mheshimiwa Omar Juma Kipanga, mbunge wetu, kuja kumwombea kura kwenu, mumchague tarehe 29 awe mbunge kwa mara ya pili kwenye jimbo hili la Mafia. Na kuna kila sababu Mheshimiwa Omar Juma Kipanga kumchagua kwa mengi aliyoyafanya ndani ya miaka mitano. Yapo machache ya kurekebisha, Mheshimiwa Kipanga atakuja kurekebisha. Lakini jambo la tatu, nimekuja kujiombea kura mimi, ndugu yenu, mkazi mwenzenu wa Ndagoni hii, kijiji hiki cha Chunguruma. Nami nimezaliwa hapa, unaone pale Mavumbi, nimesoma kwa Mwalimu Mohamed haya pale chuoni, lakini kwa sasa naishi Mwakuni. Kwa hiyo mimi ni ndugu yenu, ni rafiki yenu, ni jamaa yenu, lakini ni mvuvi mwenzenu. Na mimi nimevua sana changu chore. Kwa hiyo nimekuja kwenu kama ndugu yenu, kama mvuvi mwenzenu, kuja kuomba ridhaa ya kunichagua kwenda halmashauri, kwenda kutetea changamoto ambazo zinazotukabili sisi wavuvi. CCM oye! Ninawaambia Kilwa Road hii imekamilika kila sekta, lakini Kilwa Road hii kwa sasa imetimia kabisa kwenda kutengeneza mamlaka hapa. Lakini twende kutengeneza mamlaka tukiwa tunaonyesha tarehe 29 Chama cha Mapinduzi kwenye kituo hiki cha Kilwa Road kimeenda kuongoza kwa kura za kishindo. Kikiongoza kwa kura za kishindo, tunaenda kuipambania Kilwa Road sasa, kuitoa kwenye hadhi ya kuwa Tumbuju, tunakwenda kuipambania kuwa kitongoji ndani ya miaka mitano. Kwa nini tunafanya hivyo? Kama hatujapata kiongozi mwenyekiti wa kitongoji hapa na umati wa watu uliopo sasa hivi, tunakwenda kukosa fursa zetu nyingi. Kwa hiyo endapo mmetuchagua siku ya tarehe 29 mwezi wa 10, tutakwenda kulipambania hilo, kuhakikisha tunaleta mamlaka hapa kwenye hapa Kilwa Road. Lakini jambo lingine, tunajua nguzo za umeme zimefika hapa Kilwa Road. Umeme upo, lakini kuna sehemu bado hazijafika. Tutakwenda kupambana kuhakikisha umeme huu unasogea kwa sehemu nyingine, zile watu waliokuwa hawajapata wataenda kupata. Lakini niwaambieni, tuna changamoto ya barabara yetu kutoka kibao cha Chunguruma hadi Tumbuju Pwani, lakini kutoka kwa Mzee Shea hadi hapa Kilwa Road. Endapo mmetuchagua Chama cha Mapinduzi, tarehe 29 tunakwenda kutengeneza hii barabara kwa njia ya udongo uliokuwa safi muda wote, wakati wowote, ili watu wawe wanafika hapa Tumbuju. Lakini tunajua zipo changamoto ambazo mama zetu wanakutana nazo. Wanajenga vigahawa vidogo vidogo, chini wanaomba makuti. Wanakwenda sasa hivi kutishwa na kuambiwa kama vigahawa vile
hawajaweka simenti wafunge vile vigahawa. Mkituchagua tena haitatokea. Ili hatujaweza tukafikia hapa sehemu kama hii, mtu kaja kujenga kibanda chake cha makuti chini ambacho hakina mwalo, tunasema unaenda kumwambia aweke simenti, kama siweke simenti afunge aondoke. Hilo halitatokea. Kilwa hii, kila anayetafuta riziki ya halali atatafuta riziki. Lakini niwaambieni, ziko changamoto. Nimekuja juzi, nimekaa pembeni pale kwa muda mfupi, nimeona leo tunawahukumu wavuvi eti hawana leseni. Tunawahukumu hao wavuvi hawana leseni ya uvuvi. Changamoto sio wavuvi hawataki kukata leseni, changamoto ni huduma ya upatikanaji wa leseni. Leo mvuvi ana shilingi 20,000 ende akakata leseni Kilindoni, kwenda na kurudi Kilindoni na pikipiki ni shilingi 20,000. Endapo mtakotuchagua, maafisa uvuvi watakuja Kilwa Road kukukatieni leseni. Hii kwenda kuondoa usumbufu wa kutumia gharama nyingi kwenda nyinyi kutafuta leseni kule Kilindoni. Lakini tunajua hapa Kilwa Road wapo watu ambao wanachakata na kuanika dagaa na wanasafirisha dagaa wale kutoka hapa kwenda Kongo na sehemu nyingine, lakini eti vibali vya kwenda kusafirisha dagaa wale lazima uende ukapate Kilindoni. Niwaambieni, mkituchagua tarehe 29 hiyo itakuwa ni mwiko, vibali vyote vitatolewa hapa. Leo unaenda kupata kibali cha shilingi 10,000 unatumia shilingi 30,000. Ili halitawezekana. Tuchagueni tarehe 29, twende tukasimamie huduma zitoke Kilindoni sasa zije hapa Kilwa Road, na linawezekana. Niwaambieni wavuvi wenzangu, ziko changamoto tunazokutana nazo. Juzi watu walikamatwa hapa, mimi nilipigwa simu, nilikuja na mheshimiwa mbunge, tukaenda mpaka Fishirizi, tukawakuta manahodha 9 wameshikwa eti hawana leseni. Lakini leseni wale manahodha wanazo, lakini wameziweka juu kwa sababu wanaogopa kuloa. Hakutokea mtu wa kuwatetea, mimi ndo nilikuja nikawatetea. Na niwaambieni, lile swala halipo tena. Nendeni kavueni, nendeni katafute riziki. Hakuna changamoto yoyote itakayowakuta huko baharini. Lakini wavuvi hawa tunajua wao ndio wanaotusaidia kwenye halmashauri hii ya wilaya ya Mafia. Lakini kuna changamoto ambayo ni kubwa inatukabili hapa. Wavuvi wetu wanapofika kupata bahati mbaya ya kuzama kule baharini, hakuna chombo cha kwenda kuokoa. Boti zetu za mbao, mvuvi amezama, mpaka tukianza kutembea kufika Mbarakuni tunaenda kutumia dakika 40, dakika 50. Tuchagueni tarehe 29, twende tukapambane, tulete faiba hapa kwa ajili ya kwenda kuokoa wavuvi wanapopata bahati mbaya. Tunayaona kwa sababu mimi mwenyewe ni mvuvi. Sikuja kuomba kula wavuvi wenzangu kwa sababu ya kuja kuwahadaa. Naombeni munipe kula, twende tukayafanye hayo. Najua muna mchango mkubwa kwenye halmashauri hii ya wilaya ya Mafia, muna mchango mkubwa kwenye kata yetu hii ya Ndagoni, lakini bado sisi hatuja wathamini nyinyi. Miaka 5 hii tunaenda kuwaheshimu pamoja na kwenda kuwafanyia yenu mnayoyataka. Tupeni kura zenu. Niwaambieni watu wa Kilwa Road, ndugu zanguni, uongozi huu ni maarifa. Uongozi huu ni karama kutoka kwa Mungu. Si kila mtu anaweza kuwa kiongozi. Niwaambieni, leo hii kuna mgombea mmoja ubunge, ana chama chake kinaitwa ACT.
na hapa naliona bango lake. Yeye kwenye kufungua kampeni pale Kilindoni, yeye alisema akichaguliwa tu, ya kwanza kuhakikisha miaka mitano hii mheshimiwa mbunge amefanya kazi kubwa za kujenga shule za msingi na shule za sekondari. Amesema yeye akichaguliwa tu atahakikisha kuuza shule zote ili watoto wasiende kusoma watibiwe bure. Mgombea wenu huyo hapo mmemweka bango. Niwaulize, nani sasa hivi asiyetamani mtoto wake kwenda shule? Hao samaki tunauavua wa sasa hivi, miaka mitano inayokuja tutakwenda kuvua kwenye njia nyingine tofauti na sio ya kama hii ya sasa hivi, kwa sababu samaki wanapanda mali kila wakati. Kwa ni waombe tusije tukasikiliza sera ambazo hazina msingi kwa maslahi ya kuwadanganya watu ili wao wapate kura waende wakatukimbie ndani ya miaka mitano. Sisi wagombea wa CCM tukisimama hapa tunaongea kwa sababu kule juu tuna rais yule ndiye aliyetengeneza ilani hizi na sisi madiwani akatugawia. Naomba niwaulize watu wa Kibarodi, muliwahi kusikia rais wa ACT wapi ameenda kuomba kura? Leo unaenda kupoteza kura yako ACT, unafikiri inaenda wapi? Hiyo kura umeipoteza. Hiyo kura imepoteza, lakini mwisho umekwenda kujiumiza wewe kule baharini utapokwenda kuvua. Hakuna mpinzani atakayewatetea. Leo hii tukasema sote tusichague CCM, twende tukachague upinzani, eti ndio wanaweza wakatutetea. Mimi ninaamini tunaweza tukaenda kujitengenezea matatizo ambayo hatujawahi kuyaona. Na tunajua Kilwa Road Tumbuju tulijaribu hapa, tukaenda kuchagua mwenyekiti wa kijiji, tiketi ya kafu. Cha moto kilichotokea hapa tulikiona, watu walikimbia na watu walihama na vyao viliteketea. Tusende kufanya makosa yale, twendeni katupeni kula na hakikishie wavuvi mtavua kwa amani na mustarehe. Na namba zangu nitawapa, mtakaposhiba popote mtanipigia na mimi nitawafuata. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii hatuwezi kuongea sana kwa sababu katibu ananiambia saa 10 ana jambo lake Mbeya. Jambo la Mbeya la katibu na mimi linanihusu. Niseme tu, Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM wa kata, nirudishe hadhara hii kwako. Lakini kabla sijarudisha, ninawaombeni watu wa Kilwa Road, ikifika tarehe 29 tukampigie kura nyingi Mama Samia, tukampigie kura nyingi za kishindo ili haya tunayoyataka hapa Kilwa Road sasa yaende yakafanyike. Lakini ninawaombeni watu wa Kilwa Road, ikifika tarehe 29 mwezi wa 10, twendeni tukampigie kura Mheshimiwa Kipanga. Mheshimiwa Kipanga ni mbunge wetu. Mheshimiwa Kipanga ametokana na uvuvi. Baba yake alikuwa ni mvuvi wa Madema pale Dongo. Anajua matatizo ya wavuvi. Twendeni tukamchague. Na ndio maana miaka mitano hii ya Kipanga hamkuwahi kusikia mtu yoyote kupigwa baharini au kufanya kitu chochote, kwa sababu yeye mwenyewe ni mvuvi. Ikifika tarehe 29, ndugu zangu wa Kilwa Road, naombeni muunge mkono ndugu yenu. Mimi ni ndugu yenu, mnakaa Mwakuni. Muda wowote, wakati wowote mkinitaka mnaniona, iwe jua iwe mvua, iwe usiku iwe mchana. Niiteni, tutakaa pamoja kama hapa, tutashauriana, tutayapanga, tutayatengeneza kuhakikisha nyinyi wavuvi muda wote, wakati wowote mnakuwa salama. Baada ya hapo tunaomba kura zenu kwa pamoja tarehe 29. Mungu awabariki sana. Nashukuru kwa kunisikiliza.